ni wachezaji wako pale Simba wakifanya trial. Mmoja wapo ni Anukan Bright kutokea katika kikosi cha KCCA FC ya pale nchini Uganda. Anakuja Anukan Bright katika kikosi cha Simba, nafasi ya ushambuliaji. Kweli Simba wana shida ya ushambuliaji kwa sasa. Ukitazama katika eneo la ushambuliaji yuko Soa, yuko pia Selemani Mwalimu kwa mkopo kutoka Wydad, lakini pia yuko Steve Desa Mukwala. Anaongezeka Anukan Bright. Unajua miongoni mwa maeneo ambayo ulimwengu umekuwa ukistruggle sana, ulimwengu wa soka, ni eneo la ushambuliaji. Na ukiangalia obvious kwenye kikosi cha Simba kwenye huu mzunguko wa kwanza mpaka tunafika katika dirisha dogo la usajili, unaona kuna kitu ambacho kinahitajika cha ziada katika safu ya ushambuliaji. Kwa hiyo wao wapo katika sehemu ya kujaribu kutafuta mtu bora zaidi ya wale ambao yuko nao. Hii ndio maana ya usajili, kwa sababu unapokwenda sokoni na maana kwamba unatamani kuongeza quality katika eneo lako la ushambuliaji, kwa sababu wale waliokuepo huenda wanatoa lakini hakikizi mahitaji ya timu namna ambavyo inataka. Of course ukiangalia Simba kweli kuna changamoto hiyo, washambuliaji wapo lakini bado hawajionyesha kitu kikubwa ambacho kinaweza kumshawishi mwalimu kuamini kwamba hakuna haja ya kuongezeka mtu mwingine, kwa sababu hawakupa assurance ile ya kusema kwamba kila mchezo anaweza kukupa performance nzuri, kila mchezo anaweza akakupa goli. Kwa hiyo utagundua kwamba lazima mwalimu kuelekea katika mzunguko wa pili, na ukiacha hivyo bado unaangalia namba za mechi ni nyingi, mashindano ni mengi. Ukiangalia pia bado wapo katika mbio za kujaribu kutafuta nafasi ya kuendeleza rekodi yao, kuendelea kufika katika hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Utagundua kwamba Simba pia wanahitaji mshambuliaji wakati ambaye atakuja kuongeza nguvu na atakuja kusaidizana washambuliaji ambao wako katika kikosi. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani miongoni mwa maeneo pia ndani ya Simba ambayo ilikuwa inahitaji hayo maboresho ni eneo la ushambuliaji, kwa sababu kuna nyakati utaona namna ambavyo viungo washambuliaji wamejaribu kutengeneza nafasi lakini zinashindwa kutumika. Mtu kama Morris Abraham kwa nafasi yake anajaribu kutengeneza mara kadhaa lakini bado nafasi still hazitumiki. Ukiacha hivyo na ukiangalia kina Elim Panzo anajaribu, kina Jincha Zawao anajaribu kutengeneza nafasi lakini nafasi hazitumiki. Utagundua kwamba bado kuna changamoto katika eneo la ushambuliaji na anatafuta mtu ambaye atakuja kumaliza hiyo changamoto ya. Miongoni mwa maeneo ambayo alikuwa anapigiwa kelele kubwa sana ambayo yanafanya makosa kiulinzi ni eneo ambalo anacheza Shamu Karabwa. Kuna haja sasa hivi pia Simba kuangalia kutafuta mchezaji mwingine ambaye anaweza kucheza vizuri katika eneo la ulinzi pamoja na Rushan De Rock. Of course, kwa sababu kila timu inatamani kuwa na wachezaji wengi wenye ubora mkubwa, na mara zote kila mtu ama kila timu inatamani kuwa kila baada ya siku inatamani kuwa na kitu cha ziada. Kwa hiyo ukiangalia Simba kuna haja ya kuongeza mlinzi kutokana na aina ya michuano, na ukiangalia aina ya magoli pia kuna nyakati ambao wamekuwa wakiruhusu. Wana walinzi wazuri kwa maana Shamu sio mlinzi mbaya, lakini pia Rushan De Rock sio mlinzi mbaya, lakini mara nyingi wamekuwa na changamoto ya namna ambavyo wamekuwa wakicheza. Wote ni wachezaji wazuri lakini pia wana speed yao imekuwa ni ya chini sana. Ni wachezaji ambao hawana kasi. Wanapokutana na washambuliaji ambao wamekuwa na kasi wanakuwa wakipata hiyo changamoto. So far, na ndio maana Simba anatamani kuongeza mtu mwingine bora ambaye atakuja kuongeza kitu cha ziada katika hilo eneo, na sio vibaya kwa sababu baada ya timu kubwa lazima wana wachezaji wengi wenye ubora mkubwa ambao kimsingi hata akikosekana mtu upati mawazo kwamba fulani amekosekana, kwa sababu ya mashindano ambayo wao kipindi ambacho unamsubiria Rushan De Rock alikave ndani anakuja kuziba nafasi yake. Kwa hiyo utahitaji mchezaji pia mwenye ubora mkubwa ambaye kimsingi akitoka mtu anaingia mtu. Kwa hiyo mimi natamani kuona pia wanaongeza mtu katika ile eneo, kwa sababu miongoni mwa maeneo ambayo ni ya muhimu sana ni eneo la ulinzi. Huwezi kushinda ubingwa alafu kiwa una safu mbovu ya ulinzi. Kama Simba wanaenda kuongeza wachezaji katika eneo lao la ulinzi au eneo la ushambuliaji, kama Anukan Bright ni raia wa kigeni, moja kwa moja itaenda kuongeza idadi ya wachezaji wa kigeni katika kikosi cha Simba. Kuna haja sasa wachezaji ambao walikuwa katika kikosi cha Simba kigeni kukatwa majina yao ili hao wapya kuingia. Ni nani ambaye moja kwa moja unahisi ameshindwa kuperform katika kikosi cha Simba na wanatakiwa kuachana naye kwa sasa hivi pengine katika kufanya usajili wa haraka zaidi, kwa sababu timu imeonekana haifanyi vizuri si tu hapa nyumbani lakini pia katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika? Wapo watu wa makundi, michezo yote miwili wamepoteza, hawana alama hata moja. Wapo wachezaji ambao sometimes kuna wachezaji wanacheza lakini wanacheza kwa sababu hakuna mtu ambaye anakwenda anaweza akaenda akaziba hiyo nafasi.
yale niliyozungumza kwa Young Africans, kwa maana unaona kina Mo Dumbi wanacheza kwa sababu hakuna mtu bora katika lile eneo. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji ambao wanacheza, lakini ukiangalia level na performance yao ni ya kawaida sana, na kimsingi wengine wametumia gharama kubwa sana kuwasajili mtu kama mtu kama Nyumaema. Mimi miongoni mwa wachezaji ambao binafsi kabla usajili wake nadhani Mo nishaye kuzungumza mara kadhaa, na mwenyewe umekuwa mara nyingi ukiendelea kusisitiza kwa mtendele kumpa muda. Mimi namtemzi kama miongoni mwa wachezaji wa kawaida sana. Huenda anaendelea kuvumiliwa na Simba kwa sababu ya jina na CV kubwa ambayo yuko nayo, kwa maana klabu ambayo ametoka. Lakini kwangu mimi miongoni mwa wachezaji ambao kila nikimwangalia namna ambavyo amekuwa akicheza, naona kabisa ni mchezaji ambaye hakizi na haendani na kasi ambayo Simba sasa hivi wako nayo. Lakini watu wanaweza wasielewe kwa sababu gani, lakini mimi naona kabisa Nyumaema miongoni mwa wachezaji ambao wanacheza kwa sababu, lakini sio mchezaji ambaye anaenda na kasi ya Simba ambayo anaitaka. Kwa hiyo miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kukata pia, hata Nyumaema nikiona kikata kwangu mimi siwezi kushangaa kwa sababu ya kile ambacho amekuwa akikionyesha. Kuna haja pia kuongeza mtu mwingine katika eneo la kiungo, kwa sababu mtu kama Alassane Kante amepata kadi nyekundu katika mchezo wao ugenini kule, lakini pia atakosekana katika michezo kadhaa ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini katika michezo ya hapa nyumbani, michezo 5 atakosa mara baada ya kufungiwa na kamati ya masaa 72 ya nizamu ya TFF. Sioni kama kuna haja sana kuongeza mtu kwa nafasi yake, kwa sababu pia wachezaji ambao wako hapa, mtu kama Yusuf Kagoma miongoni mwa viungo wazuri sana, anaweza akaperform na anaweza akaimiri tu mikiki ambayo yuko nayo sofa. Kwa mimi nadhani wale ukwepo wanaweza wakakizi bado mahitaji. Huenda kwa mimi labda waongeze tu kiungo mwingine mshambuliaji ambaye atakuwa ni premier katika eneo la kutengeneza nafasi zaidi ya. Na watu waendelee kumwamini kocha huyu mpya Steve Barker ambaye amekuja katika kikosi cha Simba pamoja na benchi lake la ufundi kwa ujumla. Kwa Steve Barker siwezi kuweka comment sana kwa sababu bado hatujaona kile ambacho anaweza kuisaidia Simba, kwa sababu hajasimamia mchezo hata mmoja. Hatujaona mbinu zake namna ambavyo zilivyo, hatujaona chochote. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni mwalimu ambaye anakuja kujaribu na bahati yake, kwa sababu mimi mara zote wanasema kama changamoto ya Simba ni eneo la ufundi, basi huenda Steve Barker akaja akawa sehemu ya kutatua tatizo. Lakini kama changamoto haiko katika sehemu ya benchi la ufundi na sehemu ya kiufundi, changamoto ipo katika maeneo mengine, huenda changamoto ipo kwa viongozi na kadhalika, sioni kama Steve Barker anaweza kwenda kaiokoa Simba. Kwa hiyo kama Simba kweli changamoto ilikuwa katika eneo la kiufundi, basi still tutegemea kuona kwamba atakwenda kuisaidia Simba. Kama changamoto haiko katika eneo la kiufundi, still bado changamoto ya Simba itaendelea kuwa pale pale. Shukrani sana Funga Meza. Shukrani sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.